Yesu asifiwe. Ninakukaribisha katika kipindi kizuri, kipindi cha malezi, ambapo tunaendelea kujifunza mambo kadha wa kadha juu ya malezi ya vijana wetu. Na leo tutaangalia jambo lililo muhimu kulifanya katika maisha. Jambo muhimu kulifanya katika maisha. Na kabla tujaendelea, nikualike ndugu mtazamaji na msikilizaji, tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Wakati tunataka kujifunza jambo lipi lililo muhimu sana katika malezi, utuongoze na tubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kuna jambo muhimu, ni kufanya jambo lililo muhimu liwe muhimu. Yaani katika mambo muhimu katika maisha ni kufanya jambo lililo muhimu liwe muhimu. Unaweza kuwa na jambo muhimu ila usilifanye kuwa muhimu. Katika maisha yetu, ukifikiria, mtu akikuuliza leo jambo lililo muhimu ni lipi? Ni muhimu sana kila mmoja ajiulize swali hili kwamba ni kitu gani ambacho ni muhimu katika maisha yangu? Ni jambo gani lililo muhimu katika maisha yako? Je, ni mali? Je, ni elimu? Je, ni mitindo, hasa kwa wanawake wanapenda sana mitindo? Je, ni mume au mke? Je, ni watoto au ni vyeo? Lakini Biblia inatuambia hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na yote mtazidishiwa. Jambo la muhimu ni kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Wapendwa, ndio jambo muhimu na mengine yote ufuata baadaye. Na unapotafuta ufalme wake, huu ufalme wa mbinguni, hatuzungumzii kutafuta ufalme wa mbinguni wewe tu peke yako. Hazungumzii kutafuta ufalme wa mbinguni wewe na mume wako na mke wako peke yako, lakini lazima tuhusishe na wanafamilia. Lazima tuhusishe na kanisa. Lazima tuhusishe na jamii. Kitabu kile cha Yeremia sura ya 13 mstari 20 asema kuna swali ambalo litaulizwa kwa wazazi kwamba liko wapi kundi lako ulilopewa, lile kundi zuri? Je, wewe uliye kiongozi ukiulizwa utapeleka wapi lile kundi? Wewe uliye mwalimu ukiulizwa liko wapi lile kundi ulilokabidhiwa kulifundisha na kulilea, kuwasaidia kuishi katika misingi inayofaa, utajibu nini? Wewe uliye baba, uliye mama ambaye ni mzazi wa watoto hao, ni mlezi, ukiulizwa hii swali utajibu nini? Kwa hiyo ni mambo ya msingi sana kuyazingatia, kufanya jambo hili muhimu kuwa muhimu. Na tuseme kwamba tuko hapa Bwana pamoja na kundi dogo la watoto uliotupatia. Tunatamani kila mtu aseme, Bwana, lile kundi ulilonipatia lipo hapa. Wale watoto ulionipatia wapo hapa. Wale wanafunzi wangu hapa. Wewe kiongozi wa kanisa sema wale waumini wako hapa. Ni jambo la msingi kujifunza. Kitabu cha Zaburi sura ya 127 mstari wa 3 inasema watoto ni thawabu kutoka kwa Mungu. Thawabu au zawadi kutoka kwa Mungu. Mtu kipewa zawadi lazima uithamini, hata iwe ndogo kiasi gani. Rafiki mmoja alisimulia kisa kwamba alikuwa katika maombi ya mzunguko, walikuwa wakiomba, wagawana vikaratasi, huyu anamwambia huyu, huyu anamwambia huyu, huyu anamwambia huyu. Na kwa bahati nzuri mmoja akachukua karatasi ambako aliona jina la rafiki yake, akaendelea kumuombea, akaendelea kumuombea. Lakini siku moja kwa bahati mbaya, baada ya siku zile zikwenda, ikafika siku ambayo ili wafahamiane, na siku ya kufahamiana kama nani nilikuwa namuombea, wakapeana zawadi. Mtu mmoja akampatia kitambaa, huyu mwingine akampatia kitabu, huyu asema mmoja alipewa kile kitambaa. Mama mmoja alipewa kitambaa, anasema alifurahi sana kile kitambaa. Alikuwa na fedha za kutosha, lakini kwa sababu ni zawadi hasa alithamini sana. Hata siku moja alipoibiwa vitu vyake na kitambaa kikaibiwa, alisikitika sana kwa sababu ilikuwa ni nini? Ni zawadi. Kitu tunachopewa hata watoto wetu ni zawadi. Lazima tuuthamini hii zawadi, lazima tuithamini, lazima tuwapende. Wakati Musa anapowakomboa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani, kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 10 mstari wa 8 hadi 9, anasema aliulizwa Musa kwamba sasa Musa, unakwenda huko mlimani, mnasema mnataka mwende mkamtumikie Bwana huko jangwani. Akawaambia, mtakwenda na nani? Nendeni mkamtumikie Bwana Mungu wenu, lakini ni kina nani watakao kwenda? Jibu la Musa lilisema, tutakwenda. Alijibu kwamba watakao kwenda sasa, tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu na wana wetu na binti zetu. Natamani ndugu mfuatiliaji na mtazamaji kwamba unapokusudia kwenda mbinguni, unapokusudia kuwa na maadili mema, unapokusudia kuwa mtu wa maana sana katika dunia hii, sema nitakuwa mimi na vijana wangu
na mabinti zangu na wazee wangu, kila mmoja ahusike kwa mtu bora na maana sana. Maana tukifanya hivyo, kila mzazi akiamua, kila mlezi akiamua, kila mtu akiamua, mwalimu kutamani kwenda mbinguni na watoto wake na wanafunzi wake na kila jambo litakwenda vizuri, na hakika tutabarikiwa. Na nipende kusema hivi kwamba lazima tusukume na upendo. Lazima tusukume na upendo. Zamani wakati wa swala la malezi lilikuwa linahusishwa na wanajamii. Walikuwepo majirani, alikuwepo babu, bibi, alikuwepo shangazi, alikuwepo mjomba na watu wengine walishiriki. Ilikuwa si jambo la ajabu hata mtoto akifanya makosa anaweza kaadhibiwa na mtu yeyote, maana alijulikana mtoto ni wa jamii. Mambo yamebadilika. Hatuzungumzii tena habari kama hiyo. Leo ukitaka mgogoro na mtu, mwadhibu mtoto wake. Kila mtu anashughulika na wake. Lile joto la upendo limepotea. Hali ya wazazi, kila mtu anapambana hali zake. Kila mtu amekuwa busy, anatafuta fedha, anatafuta mali. Tumesahau kushughulikia lile kundi lilo zuri. Na watu wengine sasa wameathiriwa na falsafa za ulimwengu huu za nchi za magharibi, ambazo zinadai kwamba kumpenda mtoto, zinadai kwamba kumpenda mtoto kwa kumwadabisha ni makosa, na kama kutumia mamlaka kwa mtoto ni hatari, na kumfundisha mtoto kuhusu Muumba ni vibaya. Hizi ni falsafa za nchi za magharibi. Kwa hiyo leo wamefanya mtoto ajisikie tu akirudi hapa na boyfriend wake na girlfriend wake nilionekana jambo la kawaida, maana ni uhuru binafsi. Ni falsafa za magharibi. Je, tunaelekea wapi kama taifa? Lazima turudi kwa muasisi wa familia, kwa muasisi au muumbaji aliyetupatia watoto, aliyetoa thawabu hii, yeye, kwa sababu ameongoza ulimwengu huu tangu kuumba miaka 6,000 na ngapi imepita. Ni hakika anaweza kutuongoza namna njema ya kuwalea watoto wetu. Na hapa nipende kusema kwamba tunaamini kwamba mpango wa kulea unaanza na ndoa takatifu. Ndoa hiyo iwe na uaminifu, kuheshimiana na kulindana, ambapo mke atamtii mume na mume atampenda mke. Kwa hiyo familia ikianza, wazazi wenyewe wakawa wanapendana, wanaaminiana, wanaheshimiana, malezi ya watoto inaweza akawa ni mema zaidi. Ibilisi anapambana sana kuwavuruga wazazi, anapambana sana kuwavuruga watoto, lakini jambo kubwa la msingi katika swala la malezi ya watoto, tuanze kutengeneza kwanza mazingira mazuri pale nyumbani. Wewe uliye baba na mama, tengeneza mazingira mazuri pale nyumbani ili hata watoto wajifunze. Watoto wakigundua kwamba wazazi ni wachoyo, wanaiga. Watoto wakigundua baba ni mkatili, anaiga. Mtoto akigundua wazazi wana chuki, wataiga. Kwa hiyo wakati fulani malezi makubwa, nikasoma kitabu cha Home Attitude Based, kinasema watoto hujifunza zaidi kwa kuiga, imitation, anaiga. Yaani hata ile mtoto mdogo unakuta baba amevaa kiatu, unatoa kiatu na unaingiza na mguu wake, anaiga. Kule kuiga kunafanya hivyo mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini napenda sana kwanza kusema kwamba kwa sisi tulio wazazi ni jambo la maana sana tunapolea watoto, maneno yetu hayana nguvu kama matendo. Siku moja mama moja aliambiwa na mtoto wake kwamba mama, wewe ni mnafiki. Mtoto anamwambia mama, wewe ni mnafiki. Mama anasema, kwa nini mwanangu? Ulituambia tusikae kwenye majani yanakufa, mbona wewe unakatisha? Yaani mama aliwaambia watoto wakikatisha kwenye majani yanakufa, afu yeye anakatisha. Wapo wazazi leo wanawaambia watoto ukila pipi zinaozesha meno, lakini yeye anakula pipi. Usinywe soda. Lakini lazima kile unachokielekeza na wao wafanye nini? Waanze kujifunza. Ukiona wewe baba ni mlevi, ujijue unaandaa walevi waliobobea zaidi ya kwako, wana graduate, yani wanakuwa wanavuka viwango. Kwa hiyo ninatamani kusema kwamba ndugu zangu wapendwa, katika siku hii ya leo, mfuatiliaji, mtazamaji unafuatia kipindi hiki, jambo la kwanza, hakikisha wewe unakuwa unasimamia kanuni. Na miongoni mwa kanuni za malezi nasema, kama mzazi usimpe mtoto kazi kama huna ratiba ya kuifuatilia. Maana atalipua tu. Lazima mtoto afanye kazi kwa kusimamia. Lakini tusiache watoto wetu wawe kama vimwinyi, vibosi fulani. Kuna wazazi wanalea watoto asifanye, unaweka vimwinyi fulani hivi au ni vichifu fulani hivi. Lazima tuwafundishe watoto wafanye nini? Kufanya kazi. Lakini lazima tuwafundishe kuheshimiana. Lazima tuwafundishe kusaidiana. Ukiona mtoto wa mwenzako au jirani yako anakosa fulani, msaidie yeye mtoto mwenyewe, lakini wasia hata na wazazi. Lakini mtoto tumfundishe kujitambua, yeye ni nani, alitoka wapi. Maana wale watoto mpaka leo wanaamini walikuwa nyani, lakini sasa unafikiria kama alikuwa nyani, haoni thamani yake. Lakini kuna mtu mmoja aliwahi sema kwamba aliwahi kuchekesha mtu mmoja, mchungaji mmoja aliwahi kuchekesha, alisema kwamba
Anasema atoa kama mfano kichekesho, akasema alimsikia nyani mmoja akimwambia mwenzake, hawa binadamu tabia yao ngumu bwana. Wanachafua mazingira, wanaweka moshi mdomoni na kila mara wanagombana. Sisi nyani hatuna hayo. Wakae huko wasiseme walitoka kwetu. Yaani nyani akiangalia tunavuta sigara, hivi nyani anavuta sigara ukiangalia havuti. Japo hii si halisia, lakini kwa kama kakichekesho fulani kwamba wakati fulani tuwafundishe watoto wajue wameumbwa na Mungu. Ukiwaambia walikuwa nyani, inawafanya wajisione thamani yake. Falsafa hizi zimetuchanganya sana, lakini mwisho watoto wengi wakike, hasa wakike, wamekuwa kuto kujithamini siku hizi. Anaona yeye sio wa maana, anaishi tu hivyo. Yaani wengi wanasema vitu wanafika saa ya kujiona kwamba nywele zangu mbaya, nina kipilipili, miguu yangu sio mizuri, masikio yangu si makubwa. Yaani mtu hajithamini. Tuwafundishe watoto wetu kujithamini. Lakini pia mzazi yeyote au mtu mzima kwenye jumuiya ni baraka wa kusaidia watoto wengine. Tusaidiane, tuwasaidie watoto wengine waweze kuishi katika mazingira yaliyo mazuri. Mapema mzazi, iliyo ni ombi langu, leo ni ombi lako kwamba jambo bora na muhimu zaidi lifanye kuwa muhimu. Fanya kulea hiyo ni jambo la muhimu. Pamoja na kwamba una kazi za kuajiriwa, unaweza kuwa na kazi za kuingiza fedha nyingi, lakini kumbuka jambo muhimu sana ni kwanza na malezi. Lea watoto wako. Ndio maana ushauri wa mjumbe wa Mungu aliwahi utoa, akasema kama usiwalete watoto duniani ambao huna uwezo wa kuwasaidia, wa kuwahudumia. Kama huwezi kuwalea na kuwahudumia kusoma Adventist home, ni afadhali usiwalete duniani, maana itakuwa ni hatari utakapoulizwa liko wapi lile kundi zuri. Kwa hiyo kusiri mtazamaji, mfuatiliaji wa vipindi hivi kutoka hapa Mafinga Boys Sekondari, ambapo tunajishughulisha na malezi hawa vijana, na natamani hata wewe uliko huko nyumbani, natamani wewe uliko pale kanisani, natamani mfuatiliaji wa mafundisho haya shiriki. Tutajifunza mambo mengi kadha namna ya kuwasaidia vijana wetu. Fanya kulea ni jambo la muhimu mno. Fanya kulea ni jambo la thamani sana, na Bwana atakubariki sana unapofanya hivyo. Wewe uliye mwalimu, usipuuze jambo hili. Wewe uliye mlezi, usipuuze jambo hili. Wewe uliye mzazi, usipuuze jambo hili. Wewe kipaumbele, tenga muda. Hata wewe uliye baba, tenga muda. Pamoja na kazi zako nyingi, pata muda wa kukaa na familia. Watoto wanafurahi sana wakiwa na wazazi, wakilewa na wazazi. Bwana awabariki. Bwana akubariki mtazamaji na mfuatiliaji. Usisahau kusubscribe channel yetu, maana mafundisho haya ya malezi yataendelea kufundishwa kutoka hapa Mafinga Boys Sekondari. Si mwingine ni Joshua Mkalaya, chaplain Mafinga Boys Sekondari. Bwana akubariki. Tukutane tena wakati mwingine unapoendelea kufuatilia mafundisho haya. Tuombe. Mungu wa mbinguni, ninakuomba tufanye swala malezi liyo ni muhimu katika maisha yetu. Tuwalee vijana, tuwalee watoto, hata wale wadogo, wale vijana wakati, hata wale wakubwa, tuwasaidie, maana jambo la kulea ni muhimu sana. Tubariki, tuongoze, tuhekimishe, tusaidie, tuwezeshe. Tunatamani vijana wetu wa kujua wewe. Tunatamani tuwe na vijana wenye tabia njema. Tunatamani kuwa na watoto wazuri. Hakuna mzazi anayefurahi kuwa na watoto walio na tabia mbaya. Tusaidie kuwasaidia, kuwawezesha, kuwabariki na waongoze wafanikiwe kwa viwango vya juu. Tusaidie mzazi yule anayenisikiliza, tusaidie mwalimu yule anayenisikiliza, tusaidie mtoto yule anayesikiliza, yule kijana, wakati kubadilika kupitia mafundisho haya, maana tumeomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu Mafinga Boys. Bwana akubariki.